Clouds TV, empowering lives. The one that has given us this wonderful life without a cost, the one that has walked with us all along, the one that has decided just to give us an opportunity to worship. There are many could have worshipped him, but they're not worshiping. Maybe they're sleeping somewhere. They cannot be able to rise again, even to know what is happening. But God, just with also his own wisdom, he decided to bless you. Count yourself a blessed man, a blessed woman. Amen. Count yourself that God has another moment with you. Amen. I will be being the 21 days of prayer, morning, lunch, evening, midnight. I want us to teach you something. Why do we need to pray? And at what basis? Under what basis do we pray? Because a prayer is not a prayer. It's not just a prayer because we are shouting and we are calling upon the name of Jesus. Does not mean you are praying. You can be making noise. You can be mentioning God, you mention everything, because the Bible says that you call the name of Jesus, but you are not in the book of heaven. So meaning there are people who are here with us that will be making noise, but when it comes to the eternity, you will be surprised to find that your name is not there. Yet you prayed a lot, yet you cried, yet you fasted. You are in fasting. When people fasted for 21 days, you are there. When people went for 40 days, you are there. But in the book of heaven, your name was not there. And the Bible says, he said, Ondokeni siwajui. Yet on earth, you are known. Yet here everybody knew you and knew that you are a prayer warrior. You are a prayerful woman. You are a prayerful youth. You are a prayer for whatever you are a prayer for. You are somebody who prays. But in heaven, you are not. But how do we do to know that we are praying, or to make this prayer of yours become a sustainable prayer? Utafanyaje ndio hii maombi ilikuwe ni maombi yako? Kwa sababu unaweza kuwa unapoteza wakati wako hapa. Na ni vizuri uelewe hiyo. Unaweza kuwa hapa lakini kazi ni bure. Ulikuja kupoteza usingizi bure, afadhali ukilala. Na hii ndio inakuja kusema kwamba why you need to build an altar of prayer. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Why you need to pray, to build an altar of prayer. It is very important to have a prayer without an altar. It is not a prayer. That is why I see our brothers who are Muslims, they normally go wherever they go, lazima wanabeba kamkeka. Akifika mahali saa saba ikifika anatandika kamkeka akielekeza Meka. Sio kama mnajuanga, it must be directed towards a direction of Mecca. And how do they know? They look at the direction of the sun and also the direction of the moon. Gives them a direction where Mecca is. So wherever they go, any part of the world, they know where their base is. They know where their altar, their main altar. They direct their altar, the small altar, towards the main altar. So every prayer that you do must be directed towards an altar. If you are praying without an altar, if you are praying without, kama hauna madhabahu ya maombi, hauna pa kuelekeza, basi hauna nguvu. Maana maombi yanatiwa nguvu na nini? Na altar, madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama hauna madhabahu yako, where you call that this is my home, this is where I come to worship. Because like now, we have the synagogue. This is our headquarters. So whatever kind of prayer, wherever you go, and I am your spiritual father, then I become an altar of prayer. Because I am a spiritual father who is there to take care of you in the spiritual matters. I give you a covering. I give you a spiritual covering.
And this spiritual covering, that is what will make you move to the next step. Amen. That is why it is so important for you to have a spiritual father. Amen. And a spiritual father who has a basis of or a foundation that is godly. Because there are also, we have spiritual fathers who will destroy you, not make you. We have spiritual fathers who bring you down instead of rising you up. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So it is very important kuwa na madhabahu ya maombi. Na ni kwa nini tuwe na madhabahu ya maombi? The body of Christ is full of ignorance when it comes to prayer, warfare, and interaction of spiritual realm and the earth realm. When it comes to prayers, there are so many people in the body of Christ who are ignorant. And I want also again to go back to the Muslims, and you find that a Muslim ukimpelekea pesa saa saba kamili, wakati nafaa kukimbia msikitini ama naifata kuingia kwa karumu kake ndio aongee na Mungu wake, he can't pick that money. He closes his shop, and even if you are bringing 1 billion to him, he will not touch it. He will then keep your money. I want to negotiate with my God, then I will come back and pick your money. Because to him, his money is not the value. The value is the God that he worshipped. The God, ule Mungu ambaye anamwabudu, huyo ndio ako na value kubwa kuliko hii pesa. Lakini kwa Mkristo, kama saizi nikihubiri, mimi naona nikihubiri hapa, huyu mama kuja niambie pale kuna watu kwa mlango na wanasema wameleta milioni 3. Bwana Yesu asifiwe sana. How do you think I'm going to behave? Na nitaanza niambia fugeni macho sasa, tunataka kuingia kwenye bingu. Tuanze kuvunja bingu ya umasikini. Rika papa, riana katayana, lepeketete, nakatatata, ribakoto na isiende toka. Niache huyu akiendelea. Niende nichukue. Kwa sababu kuna vunja madhabahu ya umasikini, maana pesa zimefika hapa. Sasa I'll trick you. I'll make you. I will forget my God for a few seconds. Nikimbia kwa saka. Na nitawaambia nini tutaopa. Ringa baba katajala. Rakakakaka. Repepepepepe. Sasa tafuta pesa sasa. Lekekekekekaya. Riba baba. Dakika 10 minutes nimeruka na nimerudi hapa. Na hiyo maombi na kupunguka tena. Sasa pesa iko hapa. Maana Mungu ameshajibu. Mungu amejibu. Mungu amejibu. Na hiyo ndio maisha ya Mkristo. Hiyo ndio maisha ya Mkristo. Some of you are suffering not because you are supposed to suffer, but because God had given you an opportunity to serve him. But instead the devil came with the money. Akaanza money out of the box. Money. Ukaangalia picking the money is 2 seconds. Suspending God 2 seconds, I pick the money. Then I pick up God. No. Hakuna mtu amewahi kukufa 1 minute. Hakuna mtu amewahi kukufa 1 day. You don't die. God is a God of seconds. Split second. You blink this way, you are finished. You are talking with somebody, mlikuwa mnaongea, but ukaona akafanya and he breathed his last. It is not within a minute. It is within a second. The blessing for God to turn around your life, it is not in a minute. Oh, yes. It is not in an hour. It is not in a day. It's a split second. That is only moment you need with God. Not a day, not a minute, not a month, not a year. It is a split second you need for your transformation. You can be doing a lot of things. You can do your last 24 years you've been serving God relentlessly. But in the 26th year, the second month of the 26th year, the second day of the 26th year, the second hour of the 26th year, the second minute of the 26th year, the second second of the 26th year. Hapo ndio mtu Mungu anamuza. But the rest miaka yote hiyo umekula shida kanisani mpaka watu wamekupatia jina. Kuona ukikuja pale unaona wanajipatia tu shughuli. Hello. Hapa hakukuagi na network. Hello. Sasa hiyo unatafuta njia ya kupotea kwa sababu anajua ile kitu unataka. Unataka fare.
Anajua ukitokea pale, ninajua unifea lenda. So hello. Yes. Hakuna network. Hello. Mtu unasikia mwingine hello. Unasikia mwingine. Hizo simu zote zimekuja the same minute. Because we know you, we have given you a name. Tunajua wewe ni ifea. Kama mtumio la wafea ya Kenya. Yule mama kuomba fea amefika. Na hiyo ndio napata kama umeteseka, umehangaika, nothing is working for you. But when did you mess yourself? That 1 second that God is coming. At the visitation of God, it is only that second that determines you whether you fall or you go. Last time I told you about God is a God of cycle. That's another thing you need to understand. God is a God of seasons and times. And seasons and times, they form a cycle. And you must understand this. The same in the demonic world, in the demonic altars, we have cycles and times. The devil, they have a plan when they are going to destroy you. The devil, they have a plan when they are going to bring you down. And this kind of plans, they are executed by demons that deals with destinies. But they are demons that they only deal with your destiny. They don't deal with your personality. Whether you are going to become a manager, they don't care. Whether you are going to become rich, they don't care. Whether you are going to become a pastor, they don't care. Whether you are going to become a bishop, they don't care. They only wait when you are entering into your destiny. Because you becoming a pastor, you becoming rich, you becoming a president does not mean you have entered your destiny. A destiny is where you interact with your God. A destiny is where you divined by what the purpose of God that brought you here on earth. You are brought here not to come and visit, no come, si kupiga mtaa, sio kuja kutembea. Uliletwa hapa ukiwa na destiny, ukiwa na purpose, and the purpose is enshrined in the destiny. And there are demons who just only will deal with the destiny, not with your personality. They will take you. You will go to America, they don't care. You will go to Britain, they don't care. You go to State House, they don't care. But the day you try to enter into your destiny, they capture you. That is when they come and they will ask you, where are you going? Where are you going, man of God? And they even call you man of God. Where are you going? When you are breakthrough, when you are connectivity, when the presence of God. The other time when you are walking in the grace of God, they don't care, they don't worry. But when it is the ultimate moment of you getting into your destiny, because destinies are divine. Destinies are a divine connection from heaven or from hell. When you get the divine connection from hell, it is the destiny killer. When you get the divine connection from heaven, it is a destiny connector from heaven. When Joseph grew as a young boy, he grew and he had no problem with other people. He used to dream. He never, the day he dreamed about the trees bound down and others had not bound down, that was not his first dream. He was dreaming even before. But when he touched on a dream that defines what he will become, that is when they struck. But previously, this man has been dreaming. Previously, this man was dreaming, and he was dreaming big, and he was speaking dreams that were speaking, dreams that were divined. But when it came to a dream that was to change his line of position to another line of position, that is when they came and stood. The people who refused to walk with him are his own household. That is the beginning of knowing now you are touching your line. When you find your household, the people who call yourself, the people who calls yourself your mother, your father, your brother, your sister, your cousin, when you find now they are attacking you, they want to kill you, now no, umeguza laini yako. Bwana Yesu asifiwe sana. When you find the brothers and sisters in church, they don't want to talk to you. They are fighting you relentlessly because pastor alikupoint atianza kufagia hapa kanisa hii na hapa kutengeneza madhabahu. When you see now they have risen against you, you are in your destiny. You are getting there. Uko kwenye barabara ya destiny. Ukuingia, unaingia, uko karibu mlangoni. Watakuinukia wale wa karibu.
Wale wa mbali hawatakuinukia, because hawa wa karibu walitengenezwa kuangaliaga ile siku utaingia kwa destiny, ndio wakuzuie. Destiny haizuili yako na watu wa mbali. Destiny haizuili yako na watu wa Amerika ama watu wa UK, watu wa Canada, watu wa Geshagi. Hapana, destiny inazuiliwa na watu sister yako na brother yako na wale watu wako karibu, watu wale mnafanya kazi nao karibu, wale mnaabudu na wao karibu, wale mnatembea, kwa sababu hao ndio wamewekwa pale kumonitor. Wanakuangalia wakanijua sasa ameanza kuchange. Nuraigure mutumio si hoya rĩrĩa arahoire. Ndirakiguire nginya thĩ yenye ũguo. It was a powerful prayer, and they will come and tell you, hey, that prayer was powerful. You are going far. Ukiambiwa you are going far, piga magoti hapo hapo na utafute dhabihu upate. Ukave ujifunge, maana wameanza wamejua kule unaenda. And they wait. Kumbe bichi kwa shetani hawajuagi kama kuna gari umepatiwa. Hawajuagi kama una mke. Hawajuagi kama una bwana. Hawajuagi kama una kanisa kama hii. Wanaogojeaka kusikia. Na kusikia ni hiyo, you are going far. Immediately ma detector spy wakule kwa shetani wanaambiwa mnemoi kwa moto shetani kwa hiyo, go and know where he is going. Then mwanze kufanya search. Anaenda ni bali wapi? Na anaenda ni nani, ni nini inampeleka? Mkuje na detail. For you to go where God has planned, for you to go where God has an arrangement for you, there must be spies. You must have spied to understand the land you are going. When the children of Israel were about to get out of Egypt, they sent 12 people to go and investigate the land they are going. When Joshua was started to fight, Joshua sent men to go and do an investigation. And all the time, wherever the country wants to prosper, they send people to come and do feasibility study. They send people to come and understand what a company we are opening in Uganda. We will send people in Uganda to go and see what if this business we want to start in Uganda is it viable or is not viable. That is the time you go to understand Uganda. That is the time you go to understand the people of Uganda, the soil of Uganda, the weathers of Uganda, and everything, so that when you go there you are prepared, and when you come back with a report, it will advise us whether we go to Uganda or we go to Tanzania. That is what we call now understanding your destiny. Now when God decides to bless you, the angels from heaven will be sent. The moment they hear your file of blessing has come, the angels, the Michael and the angels like Gabriel, they are sent to come and bring it to you. Meanwhile, as these are sent to bring it to you, the demonic angels, the killers of destiny, they also get to understand this man is going to be blessed. So they will also plan to make sure whoever that brings the file to you is derailed. Daniel, he prayed. The first day Daniel prayed, he was blessed. But it took him 21 days to receive the blessing. Because as the blessing was given to angel Gabriel, the king of Persia intervened na kashika Gabriel na kamzuia. Danieli aliendelea kuomba for 21 days pasipo yeye kujua kwamba mizigo iliachiliwa, baraka iliachiliwa. Aliendelea kung'ang'ana na maombi ya kuitisha, aliendelea kung'ang'ana na maombi ya kuomba Mungu nipatie. Lakini laiti kama angejua the first day, ile siku aliomba ya kwanza, ndio mizigo yake iliachiliwa. Lakini mfalme wa Persia akaingililia kati, akakamata ile mizigo. Kuna watu wako hapa mizigo yenu ilikamatwa. Kuna watu hapa utajiri wenu ulikamatwa. Kuna watu hapa ndoa yenu ilikamatwa. Kuna watu wako hapa ndoa kazi zenu zilikamatwa. You are suffering not because God has not released. You are suffering not because God has not given it to you. You are suffering not because God is not seeing you or did not understand. You are suffering because of lack of understanding that this thing came to you long time ago, but you don't know when it came. You've never understood when it came. Until such a time, you seek God's intervention for it to be released. Unaona watu kama sisi tunaanza kutafuta wanawake tukiwa wazee, kwa sababu mabibi zetu waliachiliwa tukiwa vijana. Amodoni yomo kile ndio utaona. Tarekeleo tuliitomo kile tena leki mtemeko. Wako hapa lakini wako kule Karumaida. Wako na hawa majagadoi yako hapa. Bwana yako amehangaishwa hapo pale, amehangaishwa.
So by the time uletewe ukuje kujua bwana yako alikuja, uko mkono hata le mageko. Ndio ya hodhereto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mke wako kabla ujue mke wako alikuja, labda unakutananga naye pale kwa Inage Street. Akiwa amevaa kabuka amefika hapa nafanya hivi. Kumbe ni bibi yako. Na ndio Mungu anakupitishia hapa tu. Kila wakati na unamkuta kilitu hiki kilionete hapa ila kakitagithiaga. Hakiyataki na hakipataki mume, ni wewe unapitishwa hapo unakiona. Unaona kikifanya hivi, lakini na unasikia kiroho kingine kinakwambia si ubebe. Alafu unafikiria watu wakiniona itakuwaje? Kumbe ni bibi yako. Utakuja kukutana na yeye ukiwa hauna meno na yeye hana meno. Mnalo mania kemito. Ile kazi mnafanya kabisa ni ya kupiga kemito ndio mkule. Kwa sababu hao watu waliachiliwa kitambo. When you are supposed to marry, that is when you married. But because you didn't know mke wako aliachiliwa, unampitaga ama mlipitana, mlisoma na yeye klasi moja, desk to desk hapa mlisoma na yeye. Only tena kukuja uhangaike siku moja uitwe na kazini yako uende Australia, kwenda Australia ukute naye bibi yako alifika Australia ametumiwa na wazungu, mpaka wazungu wanamuonaga tu wanaona kitakataka. Sasa mna nyinyi kwa sababu mmechoka nyinyi wawili, hiki kimechoka na hiki kimechoka, mnaagukiana vitu viwili vimechoka. Mnaishi maisha ambayo imechoka. Mnaanza kumekuambia na it's not about sex. It's about life. Ndio tuonania. Tatiele tunaenda kwa sababu hauwezi. Unajua ukianza kusema it's not about sex kwa sababu hauwezi. Umetumika maisha. Ukisikia mtu akisema it's not about money, hakuna pesa. Bwana asiwe sana. Na ndio unapata watu wengi tunahangaika huko. We are suffering not because gari zetu haziko. Gari zako iko hapa barabara na labda imekubeba mara 3 mara 4. Lakini wakati mzigo iliachiliwa, ulienda kuhangaika, kutabakataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuja hapa kwa synagogue, nikakuombea na mzigo yako ikaachiliwa, gari ikaachiliwa. Mpya brand new. Mungu hapatianagi gari mzee. Kama unaendesha gari mzee ama unataka kununua gari mzee, ujue umebadilishiwa. Mungu hapatianagi mtu mzee. Kama nikailetu nikavajini. Wakinya hado tole ushamani na modo wa miaka iyo yake muikaikitie ku na ege dhurige koro mumenye kuna makosa ilifanyika. Ili mlikuja mkiwa virgin. Na siku hiyo ndio mlifaa mkutane mkiwa virgin. Lakini sasa mnakutana vijizea viwili. Haviwezi kusaidiana. Unasikia kama mtu akikohola fikiria kuna generator imewekwa kwa kitanda. Nikoholee. Ni kwa sababu amepigwa baridi akizunguka huko. Amepigwa baridi mpaka kifua imekaa kama tukiki ya katika ya kusiaga maiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we lack to understand when God visited you. God visitation, it is once. And because God is a timer. Is a God of times and seasons. And also he dictates the seasons with the places where he wants to bless you. He told Abraham, go and deal to such a place where in one area. People have stagnated in Mombasa. People have stagnated in Nairobi. Yet you are not supposed to be here. You are supposed to be in Busia. So remember, when God blesses you, sends you somewhere, he releases everything that you need there. Kama ni Mungu anakupatia factory, amekupatia kampuni kubwa na kampuni amekwambia iko Busia, ametengeneza paka watu wa kufanya kazi kwa hiyo kampuni na wako Busia. Sasa ifukue Nairobi. Utangangana, utakutana na Wakamba watakuja wakuwekee kabuti. Utakutana na Wakikuyu wakuja wakuibe yote. Utakutana na Waluya atakuja tu anasemeka wanatumia salamu. You will get wrong people in everything that you are doing. You will not get the right people because you are in the wrong place. That is why Abraham also go to the place where I will bless you. So there is a place which commands your blessings. Amen. Not every place that your blessing will be commanded. Not every country that you are going to receive at the turn of the America. Utaenda America, utarudi hapa maskini kuliko maskini wa Kenya. Na in an extended way, utaenda ukiwa passenger, urudi ukiwa kama.
Bwana Yesu asifiwe. Na kago yenye ina kago muhuri. Kago without value. Haidisiako kwa customs. Ni kago. So you will come back without value. Yet when you are going, you went with value. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you misplaced your blessings. The day you misplace your blessing, you misplace everything. And the day you came here, I prayed for you and I prophesied kuna gari inakuja. The car is new, brand new, already imetengenezwa. Kuna kamuhindi, kamu Chinese, ama kamu Taiwan, ama kamu Japanese, kalitengenezwa kwa sababu ya gari yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo shati imetengenezwa China. Ilitengenezwa na mtu ako China. Huyo mtu akiubwa na Mungu, he was created you in mind. There was a Peru in mind that atavaa shati. So when this shirt was created, it was written your name. That is why this shirt was able to locate you. Wherever baka ikakutafuta kama unaishi Rongai, ili kutafuta paka Rongai, ikakaa in a position, ukiipita utaiona. Inakwambia ndedake nidede huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is nothing that happens in you that is not spiritual. Whatever you have in life is not, it is not just an ordinary thing. It is a pre-planned and organized thing in your life. That whatever you have now, this microphone in the spiritual realm, it is written my name. This house in the spiritual realm, it is written the synagogue. This speaker in the spiritual realm, they are written synagogue. So whoever that created, they were created by God because there will be a synagogue here. Oh yes. So that is why they located here, and that is why they are here. You are here because you are created for these sanctuary. Amen. But there is nothing in you. You might be renting a house which does not belong to you. You might be owning a house which does not belong to you. That is why you are suffering. That is where challenges have come, because God wants you to get out of that place. You go where He wants to bless you, because already the blessing has been set free. Already the blessing is waiting for you. Yet you are stagnated in your mother's land. Yet you are stagnated in Nairobi. And the nyumba yako iko kule Kisumu. But I say, ask yourself, am I in the right place? Am I doing the right thing? Am I in the right job? Or am I in this job because that is the only job that was available? Every job is not any job. Every job is not just any job. A job must be a job, and every job must be a blessing to you. Amen. Anything that you do, there are people who are selling sukuma wiki outside here, but they live a comfortable life than you who is earning 10 million. There are people selling nyanyas, the mama mbogas, and kuna mtu anachoma mahindi na ukimwona anakaa nyumba yake, plot yake amenunua na mahindi. Na kuna mtu yuko kwa banki anahesabu pesa kila siku, anakaa nyumba kama mkoboro. So not everything that you see that this job, that this is my job, this is God. God, I found myself in this job because my brother organized for me to be in this job, because my father organized for me to be in this job, because my cousin workmate with a guy that we went to school together. No. Before you get to it, ask God, are you here? Are you here? When Gideon was given and told to go and battle with the Midianites, he questioned God about 5 times. He told God, this is a karoa. Nikiamuka asubuhi nikute iko na maji. And he went a morning akakuta iko na maji. Mpaka akaifinya hivi ikatoa maji ndio mzima. Hakutosheka. That was God. It was kama ni wewe ukikimbia haraka sana. Ni gai. Ndio kai. Oshonwe kai wa hidale. Oshonwe ikaiwa hata shetani anaweza kuja na mwagilie maji na tupate. Na akaipanya kuchungulia ujibu yako ulifika. Apande mtu aje. Akuchungulia hivi. Alisikia ukiomba. Ndio kwa maana tunaambia tuombe in tongues most of the time, because alisikia ukimwambia Mungu mwaga maji. Mwana anakuja na mwaga si maji na mwaga makojo kwanza. Na anaenda anapata kwa mtu na kuchungulia mnaenda. Alafu anatoa sauti. Josh, this is the voice of the Lord. Nilisikia sauti. Nilikuwa Mungu hapo. Mimi nilisikia. Alisema this is the voice of the Lord. But you never ask yourself which Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. You never ask yourself which Lord. Gideon
kukimbia kwa sababu amekuta tu maji. Aliambia sasa, Mungu nimekuona, nataka kukuona tena, nikwenda kukuona. Sasa hii karoa ikauke, uko nje kukuwe na maji. Asubuhi akaamuka, akakuja, akachukulia, akakuta hivyo alisema ndivyo kumenda, lakini bado hakuamini. Hakuamini. Tena akawekea Mungu kitu kingine. Wekea Mungu mitego kama 10. Wacha kukimbia kwa sababu umepatana na kisichana. Walilikana miaka yako ndio kudirera ukijiendele uhemite. Unaona ndio kolile. Wale wale mamunyo kile makaburi mode hauna. Meno yote yana huko nyuma hauna, hata unagayaro. Hata baka huko kumeanza kuingia ndani kwa sababu ya hii kitu kukuliwa. Sasa unaona kwa sababu umekutana na kimama kanisani kikasema nikimiokoka. Bwana Yesu amesema mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Now the Lord has blessed me. Whoever findeth a wife, findeth a good thing. Ukienda miezi 3-6 hivi, ndio unajua ni nyoka ulileta kwa nyumba. Ulichukua shida kama imefungwa na kagunia, ukabeba ukaenda kuvugulia kwako. Ndio unajua shetani is real. Bwana Yesu asifiwe sana. But whoever findeth a wife, findeth what? A good thing. Kumbe si good thing. Take your time kujua what is the good thing he's talking about. Yes. Because the good thing he's talking about must come from the Lord. Must come from God, not from whatever you found. You can find akiona. That's why Musuku say. Asuku anasema kaje? Wale tumesoma. Yeah? Yeah? Not everything that glitters is gold. Na huyo mwingine Musuku huyo mwingine alisemaje wa Australia? Nimesikia unajua you kiss 1,000 frogs before you get the right one. 1,000. Kumbe ni frog. By the time you get utakuwa umechoka bako unasema ni kwenda. Kwa sababu tu umechoka mdomo mpaka imekaa arena na vikia nilipo stick kwa mdomo. Kumbe ni kumumunywa na mafrogs. So before you allow these frogs to start eating you, you need to pray to God. Amen. And you need to, and for you to have the strength of praying to God, you need an altar. Oh, yes. The altar that controls. An altar is a place where spiritual realm is transacted. Where your God is where you have transactions with God, where you have transaction with the spiritual realm, where you have the transaction, the power and authority in heaven, where they come and converge, where discussions will be made. When Gideon discovered that this man I've been talking to is not an ordinary man, it's an angel, he told this angel, Kahapa, do not tarry from here. I go home, I'm coming. He went very fast home. He slaughtered a goat very fast and he made a mkate and he came with it. And they offered. And when he came there, he told him, I brought it. Then he was told, place it on that stone. Then this angel with the staff, he pointed at the stone and fire came. And he named that place an altar of peace. So there is something that is so special with the altar. The altar guides you, and from there, the day he created that altar, the angel akaondoka. Nani aliingia? The angel exited. Nani aliingia? Wakristo. Nani aliingia? God entered. When you raise an altar, at the altar we do our sacrifices. Without an altar, all the time we walk in the grace of God. You walk in what? In the grace of God we walk. Without an altar. When Abraham was coming from his father's place, he didn't have an altar. He walked in the grace. God kept speaking to him. It's God who spoke to him and told him, wake up and go. So God walked. Walking with God does not mean God is appearing to you. Walking with God, walking in God means that you are walking in the grace of God. That you are walking the grace is there. Ndio mnasemanga the grace is sufficient. Hata ukilala na mwanamke wa wenyewe kuna neema inatosha. That is when God cannot be able to judge you.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hiyo inakuwa kwa wale ambao walikuwa kwa asili. Wale ambao hawajaokoka, si wewe ambao umeokoka. Wakati uliokoka ulikuja kwenye madhabahu. Kwa hivyo madhabahu ilianza kucontrol maisha yako. So whatever you do after madhabahu, it is wrong. That is wrong. But before getting into the madhabahu, huyo mtu hana makosa kubwa, kwa maana anatembelea kwenye ulimwengu hauelewi na hajui makosa na hajui mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo when Abraham walked from his father, he walked in the grace of God. Whatever he did, it was in the grace of God until such a time when he was asked his son. When he aliambiwa nipatie mtoto wako, the child, yule unapenda sana, mupeleke kwa mlima Moria. Kule kwenye mlima Moria ukifika huko, ukifika hapo, alipofika hapo akaambiwa kuna mahali kwenye mlima where I am, where my presence is. So it is not every mountain that is a mountain. A mountain can be a mountain like this one, but there is a specific mountain in that mountain where God will be found. He was told to go into a mountain, Mount Moriah, and at Mount Moriah there is a specific place inside that mountain. There is a specific place inside this world where you will go and meet your God. There is a specific man of God that has your contact. There is a specific man of God that has your contact. Whatever that you are doing now is dictated by that person, because that person was created for you to have a contact. He is the one carrying the contact between you and God. He's the one carrying the blessings upon your life between you and God. He's the one that is guiding you towards the direction of God. Amen. So everything you see, any man of God you see is not any man of God is not a man of God to you. He can be a man of God, fully anointed, powerfully anointed, but you don't belong to his anointing. Yes, you will sit under him and no blessing will come to you. You will walk with him and you do your sacrifices and you do everything, but there's no blessing coming upon your life. Nothing is happening to you until such a time that you realize the man of God ambaye unapitanga hapo kwako, hapo na kakanisa kama bati kamekaa hivi, huyo ndio man of God that is carrying your blessing. Until such a time you go there, that is a time now utakutaanza kuona baraka zinafunguka. Unakaa tu siku mbili unasikia sister wako hamukiani na yeye nako Germany, ako na kigari nataka kukutumia. Nikawa kale koko da kwingine. Na hapo ya ninaangalia tengo kule hapa kikwira kutumia. Because when we went to that altar, the blessings were activated. Amen. The altar will activate the blessings. So there is an altar you can go, the blessing will be deactivated. And there is an altar you will go, and it's not a demonic altar, it's a godly altar. There is an altar you go, and your blessing will be activated. Meanwhile, you can go to another altar of God, and it's truly godly altar, but you are deactivated because you don't belong there. You belong here. But so you must be able to know what is the kind of a person you are walking with in terms of spiritualism. Abraham was told by God, do not go with any person of your family household. Do not walk with them. Do not go. But because of mercy, and this is what has really killed Christians, because of mercy, compassion, because of pretending to be better, to be knowing things than God, because this mercy, it is not a genuine mercy, it is a mercy that you pretend to be better than God. God has told you, wachana na huyo mama, lakini unasema ninamhurumia, wachikede mtaini. Little did you know the money that God gave you belonged to Buju, not to this man. Now Buju umemkuta pale ameweka miguu pamoja. Sasa unasikia huruma, unampatia shilingi. Kumbe hiyo shilingi ilikuwa ya huyu. Maana huyu ako na mtoto mgonjwa, anahitaji msaada wa hiyo shilingi. Sasa umepatia yule. Ukifika kwa huyu unasema hata yule nilipatia na Mungu. No, ulipatia shetani. Haukupatia Mungu. You have wasted. You have lost it. Yet you've done whatever you did is right. Whatever you did, the giving you did is not. You kwenda kwa shetani, hukwenda kwa baba, ulipatia mtu wa Mungu genuinely from your heart, but you misplaced your blessings, and from them you are deactivated. Yet you become to church, but completely deactivated. There are people who are men and women of God, they are pastors, they are bishops, they are archbishop, but they are deactivated completely.
neno ako nayo mzuri. Akikamata Biblia anakutongia neno mpaka unaona biguni na unaokoka, na ukitoka hapa unaenda unabarikiwa. Lakini yeye anaacha ukikutoka kuombea pale, man of God, I want to see you in my office. Na hiyo office unampeleka, anakupeleka ni nje pale kwa mti, sababu hakuna office. Anakwambia tuombe kwanza, because anataka kukuintimidate. Tuombe kwanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu. I thank you because of this brother. I know you have blessed him with a lot of endowment. I know you've given him huge riches so that he can be a blessing to men of God like me. And that we intimidate in prayers. As I kimalizia ninasema let's hold our hands in show of togetherness, that whatever God has brought together, no man shall put asunder. And whatever that belongs to God, it must be of God. Sasa nakusia na nijaa hiyo mambo yote nijaa. Ndio nakwambia sasa hivi naniona kwa hakuna chakula, kuna siku mbili sijakula. Sasa kumbuka ile maombi mliomba. Ile maombi mliomba huyu mtu amebarikiwa, na kweli nimebarikiwa. Na unakumbuka alisema ile vitu iko na huyu mtu ni za watu kama sisi watumishi wa Mungu, ndio baraka itoke hapa iende kwao. Lakini the question is, if I'm blessed, if you are blessed and you are sitting under me, the blessing comes from me, not from you. That's the Bible. Obey and respect your prophets and you shall be prospered. So can you tap a prosperity from an unprosperity? From an empty table? No. You cannot get honey from water. You will get honey from the bee, because it's a bee that produces honey. So if I'm not blessed, you don't expect blessings to come to you. Where is it coming from? Itatoka wapi? Mimi ndio nimeko hapa. Mimi ndio nimukalizi. Mimi ndio nimeshikilia hii madhabahu ndio iwe baraka kwako. Kama madhabahu hii haina baraka, kama madhabahu hii hakuna kitu iko nacho, haina chakula, where do you expect you are going to get it from? There's nothing. You cannot get it. How is get from a vacuum? You cannot get it from nowhere. There must be somewhere you're getting it from. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona tumetengeneza nyumba vizuri, because my God is faithful. He told me, I have given you a place in the center of the city. And when I came here the day I decided to take it over, people send money. I asked, nikamwambia nimepata mahali, ninawaombeni mtusaidie kulipa rent. Within a day the rent was complete. A day. And that is when nikajua Mungu yuko mahali hapa. Nikianza kustruggle, niambie watu wa kanisa, nione jana tulikuwa watu 20. Kwa sababu ya kuitisha redi ukute watu 7. Unajua hapo Mungu hayuko. You are not supposed to struggle. Even if you are walking in the wilderness, you are not supposed to struggle. You are not supposed to struggle. Even if you are walking in what? In the wilderness. You are supposed to, but chakula lazima itapatikana. Ukiona completely there is no food, you are in the wilderness induced by you, or wilderness induced by the devil himself to you. But when you are in the wilderness that belongs to God, there is manna. Amen. What you don't have is anything to keep. Anything to keep, there is none. You can't get it. But that food to eat. And number 2, when you are when you're in a godly induced wilderness, nguo hazirarukaki. Ukiona nguo yako umeweka kiraka, ujue hiyo wilderness ni ya shetani, ama ni wewe umejipeleka. Wana wa Israeli hakuna mahali tumeambiwa walirarukiwa, ama kuna mahali walirarukiwa. For the 40 years hakuna duka, ama mmesikia kulikuwa na duka huko? Kulikuwa na supermarket? Hakukuwa na supermarket. Lakini hawakurarukiwa. Hakuna mahali wanasema kuna mtu alirarukiwa na nguo. Hata Musa, hakuna mahali tumesikia for the 40 years walirarukiwa na nguo. So those are the components of you understanding which kind of wilderness you are in. Kama hakuna maana, ile kitu hautapata ya kuweka, hakuna. Lakini ya kukula iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaguo kakuvaa hata kama sika designer, nikamutuba kako, lakini ni kazuri. Ukikapiga pasi, watu wanakuja kukuuliza where did you get it?
hii nguo yako ulinunua wapi? Ni mzuri sana. Kumbe ni kama tupa. Lakini kwa sababu ni mzungu aliuliwa akufe ndio uvae. Unaletewa tu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule nani ni nani? Uza. Kofia na kaenda ya pikipiki. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukipata kuna kitu kitafanyika huko. Kuna mtu atanyang'anywa shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishoni. Kumbe alikuwa amebakisha shilingi 200. Yule mwenye ananyang'anywa shamba. Koti inakuja na begi inakuja nasema tu wale bidas wanasema 50 mara moja, 50 mara mbili, 50 mara tatu, 70, 70 mara mbili, 70 mara mbili, mara tatu 70, 80 mpaka ifike 200 kwa sababu wewe ndio uko naye. Unanunua shamba eka 5 na 200. Because kuna kimutu lazima kingenyang'anywa ndio upate hiyo shamba. Because you are walking in the wilderness that belongs to God. Amen. Number 3, you are shelter. Unaweza kuwa hauna kazi na kale kanyumba unaishi si kanyumba kazuri, but haukosi kulipa rent. Wana wa Israeli hawakulala nje. Walilala kwa nyumba zao. Hata kama zilikuwa za makaratasi, hata zilikuwa kama za manyazi, walilala ndani. Hawakuvugiwa nyumba, hawakufukuzwa na landlord. Meaning there is this, they are in the wilderness ya Mungu. God will provide shelter, will provide food, and will provide to go to cover. Hata kama si to go tuzuri belita atafanya. Lakini ukiona nywele kama hiyo sasa imeanza kuchakaa, imeanza kusimama hivi, kuna matatizo mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God. So this, when you are in the wilderness of God, God will plan and will execute a warfare for you. They will come to attack you, but God will always provide a solution for you to win. Like now, when we were in Korogoya, we and this thing, I don't want to mention it. Sasa kuishout sana, nataka tuishout tu kidogo, because when we were pouring the oil, wangapi tulikuwa Kenyan? Tulivunja madhabahu gani na gani? Twende kwa one, LGBTQ, 2, drunkenness, 3, drug addiction, 4, ile limeshoniwa na Mhuje ya Mungiki. After 1 week, mmesikia mambo ya Mungiki? Wenye imelipuka. Si mmesikia wenye imelipuka? Mliguza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when you know that God you have done it. Ile mzizi ndio imelipuka. Kenya msima wanaongea Mungiki sasa hivi. You did it. The prayer in Kenyan was received. Amen. That is how you know. The prayer in Kenyan was received in the heaven. That is why the heavens, malaika wa shetani, the demon killer, the destiny killers, waliulizwa, ndio huyu mtu afike hapo, mlikuwa wapi? They are being slaughtered now. Na ndio sasa wameteremka wameambia huyu mjamaa, wewe mjamaa, toa kelele tunauliwa huko. Toa kelele mingi tunauliwa. Unaona kelele imebeta juu. Lakini hiyo kelele itaisha tu. Itaisha na utaisikia tena. Hadi hawa watu mnaona wanawafuata. This is the last time you are seeing them. So you must see them for the last time. Your enemy lazima utamuona. Hata nikikopea hapa maadui watoke wote wahame. Hawataenda kabla hujawaona, lazima watakuja ndio waone. Na utanipiga pastor. Ole toa hoya. Hivyo ndo naadhimu. Na ole naadhimu. Mabadili na wera. Kalima ya maliko mayatoa hoya. They must come and make sure. Umewaona? Before they leave, lazima waone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usipowaona ujue haujawaguza, they are still intact. Maana endelea hapa mawapi kingine hiyo haiko vita. Lakini ukiona wamefanya kari yake, tuliomba na wewe kukatokea vita kwako. Tuliomba na wewe mzee, tulikuwa tunaombea probe ya mzee. Mzee akakuja akakukula kwa 2, 3, 4, ujue umekubalika kule mbinguni. Kwa hivyo tukiomba na wewe ukemea mzee aachane na pombe, akuja kuita maraya,
akuita takataka na kulague kwa fidini, unaambia Mungu thank you. Thank you. Kubali sasa, unajua umeguza msisi. Umeguza, that is why they are reacting. They can never react on something that is not happening. Haikuwaguza. They will never react. Hawawezi. Matikio kila sasa atauliza nini? Kama hujamgusa atatoka kwa kiti yake. Tukikoka Ruto vizuri utamwona kwa street. Yes. Akisema sasa hii maneno lazima tuongee. There is a government. You must know there is a government duly elected and it has duly what mandate and you must operate within the mandate. Unajua kama mtu kamegokwa. Lakini kama hajagokwa utaona tu ametulia na hana habari. Anakunywa kahawa tu pole pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani lazima react ukimgonga. Kama react ujue you are in bed with him. Bwana asifiwe sana. And this only can happen at the altar of prayer. So that is, I'm trying to show you how to sustain an altar and how to be having an altar and what kind to keep the fire of the altar. The fire of the altar is sustained by a continued prayer. Not a one-day prayer. Not a one-week prayer. Not a 1 hour. It is a continued prayer. Those who understand the power of the altar, they never cease to pray. Maybe also I refer to this Muslim. They are always in prayer. Ika kitu unaonanga wako nako hapa. They are always in constant communication with their God. Hii rosary. Catholic ukiwana na Catholic wale wa Catholic, hii kitu wanatembeza hapa. They are always in contact with their God. They are praying. Hii kusubuka tunaona akienda. How kiage, that is when you do a prophetic move prayer. That unaona mtu amenyamaza tu lakini mkono inafanya nini? Inatembea. Hii ako constantly on fire. Na shetani haukopeshaku ni hiyo maombi yako tumefanya wanawa. Lipopoporina, liakakaka peketo, rukokoko wanawa. Umefanya hivyo, hiyo ni mikebe ilikuwa na wakana. Na hajalishi na hiyo maombi ya wanawa. Devil will always be worried by a continuous process of prayer. That every hour you're in a prayer. Every second you are praying. Everywhere you go you are praying. Every time you are praying. That you are red hot. The devil does not want you to be hot. He wants you to be lukewarm. Bwana Yesu asifiwe sana. He wants you to be lukewarm. The book of Revelation, chapter number 3, verse number 14. They say is the letter that was written by the angel says that this church is neither warm, neither cold. So you are what? You are lukewarm. So do you belong to God when you are lukewarm? You are not. Why are you lukewarm? Because you are older in a sin. This altar ignites the fire. This altar causes the enemies to die. Battles of the altar are won at the altar. They are not won in your prayers. Even if you pray, no matter how much you pray, no matter how many days you are going to pray, without an altar, there is nothing. And an altar, it becomes a strong altar based on the sacrifices offered at that altar. Imagine, kulikuwa na mwanamke alikuwa anaitwa Vashti. Vashti alikuwa bibi yako na security. Bibi yako na advisor. Yaani nataka kuniambia hawa advisor hakuna hata mmoja advise huyu mama mwambie weka huyo. Hakuna hata advisor mmoja akiambia mama ukirudishia mzee hivyo. Lakini kulikuwa na the altar of prayer ya kama kanaitwa Esther. Kalirusha maombi huko ndani. Na akakamata boma ya Mungu sasa. Na wakati kama mama kaliingia kaliambia huyu gango yake, pray for 3 days. Na akaambia kuku mufuge, ng'ombe mufuge, maumbo zikafuga, manyamu zote zikafuga. Na wa binadamu walisema wanyama na binadamu wote wasikule for 3 days. Na imagine kile loke yako kwa for 3 days. Akatumana akauliza, kama vile anakula kiada. Akasema kana kuna komadi ya mama anaitwa Esther. Mungu akasema si Esther, ajui ya kitu nataka waache kutesa wote. Kalijua. Na ndio boma nyingi zenu zimenyakuliwa at the altar of prayer. Mnafikiria kali mtu alienda kwa mganga. Lakini mtu aliangalia kile kimzee kyako. Kikakamatwa na maombi.
Unakuta kama mzee akikutana na huyo rafiki yako ya nada. Ndio ndio sai nitakilisi dato nikajua sasa. Kumbe kama tunao. Wachawi hawako huko nje. Wachawi wako kanisani. Cover huyu baba yako, mfunike na maombi. Mfunike na sacrifices. Huyo mke wako mfunike na sacrifice. Mfunike kabisa, mkamate, kwa sababu kuna mwingine na mkamata. Kuna mwingine amewekelea kibasha kia 100,000. Na utaka 50 ngoja tena utaki kana tani yake. Sio pia shida na mudo kwa bili no tisika na sikomete usihuri tofani. Ndio kana bila kwa ndio kuna pale kauli. Ndio na huko. Ndio na kwa pepa kujua noti kujua. Kipoda kiko nakuta kinaachia huyu shilingi 5,000 na hana pesa nyingine. Atakuja siku kusubua usiku kuuliza maana ile kwa gari atashajia. Nataka change ile 200 nilikupatia. Nini? Nipatie change kwa sababu hana fare nipatie mama. Usiku ya siku akikosa kabisa ninapigia. Dali, my dear. Tachikia mara matanga uliko usokenya. Alipatia na kwa maana alikamatwa. Kwa hivyo don't expect wachawi kule nje. Wachawi wengi wako katika kaisa ni kabaya. Ukiingiliwa nyumba yako ingiliwa na kaisa, kuisha wewe. Kaliingia akashika mfalme. Kalipoingia kule akasema even if favor you accept to eat my food. Hiyo food ilifanywa nini? Hiyo food ilifanywa ikipikwa iliyogarashwa. Ikaambiwa ukiingia kwa hiyo tumbo ya huyu mwanaume. Wacha kugoma ukisema mambo yetu yachelewa. Wacha kugoma. Useme ni Esther juu. Kaniomba tu kapike chakula. Hatakupa vitu vingi. Kaniomba hivi ni favor. Nikupatia chakula. Baba imepikwa na nini? Kwa nini aliomba chakula? Because food is the strongest altar that can destroy. We are destroyed by the food we eat. That is why it is very important. Nani nakupikia chakula? Nani kula unakula chakula? Bwana Yesu says, that's why a Muslim will never eat a goat slaughtered by a Christian. That's why a Muslim will never eat a cow slaughtered by a Christian. Lazima isichinjwe na Muislamu na iobewe na Muislamu. Ndio aizungumzie lugha ya kwao. Lakini sisi wao wanatukatia, wanaendelea. That is why Christianity is so weak. We must put our people together. Na tunaombea buzi zetu. Tunaombea ile nyama inakuliwa na Mkristo. Muislamu lazima kule nyama inaitwa halal. Ambayo imeopewa na Muislamu mwenzake. Hawezi kula hiyo ingine. Food ni kitu ya muhimu. Ndio na Yesu ndio ajue ni nani Judas. Ndio ajue Peter ni nani. Ndio ajue nani ni nani. Alitengeneza meza. Wakakula. Not stable. Na Sunday tutakula not stable. Na Sunday tutakula mkate mkumbuke. Akaweka hapo kwa meza. Hapo ndio Judas alitokelezea. Hapo ndio Matthew alijulikana. Hapo ndio nani alijulikana. Katika kula, food brings out the real you. Ndio unajua wale watu mkikula hiki hapo ile kwa kiapo. It is very important for you. Ndio nataka chakula kingine kipikwa na mtu akileta pale anasema, "Unakuja, chukua ile hapo usirudishe huko." Wao nafikiria nimekunywa lakini sitakunywa na inarudishwa kwa sababu wewe unile kuruga vitao. Hadi kuileta wewe ndio. Nimekuitisha. Mbona kiherehere? Kama kaingia huko kabla ile favor. Nilikia ile jiko. Kumbuka mwanamke wa nyumba na watoto wamefukuzwa hicho. That is the altar of prayer. How powerful it is. Mpaka wa leo hatujaambiwa watoto wa varsity walienda wapi, na hatujaambiwa varsity mwenyewe alienda wapi. Labda kama mama kalisema mromelele hii kata shiko. Hapa kuna mahali tunasoma Biblia. Bibi ya varsity kule alienda, bebe varsity kule alienda, na watoto wake hakuna mahali wametajwa kwa Biblia. So the altar of prayer ikiingia kwa nyumba yako inaweza kukosi utume watoto wako. Wanaume wengi wametupa watoto because of the altar of prayer. Unazungumzia na mtoto ambia ng'ombe hii. Nani? Ati nani? Kijaji ni nini? Ni uko gani hiyo? Taka. Ati pesa. Kwenda itisa mama yako. Asia. Nani mtoto yake alisa? Hizo ngani ukisimamisha yeye hapa ndo simamishe baba. Unaona copyright. Lakini the order of prayer
The altar of prayer. Vashti na watoto wake walimolewa kule ndani, wakafukuzwa kabisa, na wakatoka mpaka wakasahulika. The altar will burn you forever. You never come back again. And when this woman was given an opportunity to serve this king, wakati huyo mwadhamaki alikula, the next thing mwadhamaki alimuuliza nini? Hata kama ni nini? You can imagine Uruto akiambia maraya, mwanamke maraya, hata kama ni nusu Kenya, akijua Kenya si yake. Kenya iko na constitution, Kenya ni nchi, ni territory, Kenya iko na jeshi, Kenya iko na polisi, lakini kimsema kiliamwambia hata kama ni nusu ya ufalme wako tutagawana. Who is that? Kama mama kamekuja siku 3, kamekuuza akili mpaka usikie, utaki kusikia story yako. The altar of prayer. Zile maukwa ziliomba, zile mapusi ziliomba, in fact mpaka mapanya nasikia ziliomba, mpaka makuguni, kwa sababu hakuna chakula. Najua wakati watu wana fast, damu itembee, kwa hivyo kuguni hazikukula watu. Mpaka nyeje zilisikia njaa. For 3 days nyeje zilirukaruka huko zikitafuta njaa. The fast of everything. Kila kitu kilikwamishwa. Ndio authority ya altar ya maombi ifanye kazi. Ilivuruga State House. Mzee anasema imagine huyo mtu alikuwa Mkikuyu. Ndio kile kwenda niende wajeri niende wajuke kwenda kome. I think huyo jamaa alikuwa Mkikuyu. Na nikamama kebaba. Ati kwa sababu ni karibu. Kebaba na ni chakula tu. Na kalikuwa kajaenda phase 2. That is how powerful the altar can of prayer. It can change this country. Sisi tukiwa hapa, tuliomba, tukiwa ile mbali ile kile. Tukashika hii bendera ile na wapi? Tukashika hii bendera tukaiabia bendera. Lakini hata fanya maandamano Kenya hii. Amewahi kufanya nini? Since that day, he has never been able to do administration. Since that day. Kwa sababu tulizungumzia hii ni maombi. Najua watu wengi wanafikiria hii ni kitambaa. This is not a kitambaa. This is hii maombi. Hii ni nini? Hii is a prayer. Mungu nguvu yetu. Mungu nguvu yetu. Ndio hii kwa kitambaa. This is an altar. A flag of any nation is an altar. It's not just hii ndio inakutambulisha ukitoka Kenya uende mahali pengine, uende Uganda, unatambuliwa kwa sababu ya flag. Ukienda Amerika unatambuliwa kwa sababu ya flag. Ukienda mahali popote utatambuliwa kwa sababu ya flag. Hiyo naona hapa nimeweka ya Kenya na nimeweka ya Israel, kwa sababu nilisikia mtu akiniambia ukisimama na Israel atabukuda wewe atasimama na wewe. Amen. Zimaniambia kwa ati ukana kama na nileka mbona ndio roho ile hakanela. Sio kwa mambo mengine mingi ni kujipakanela. So this is the flag is the owner of this country. Yes. The president is not the owner of the country. Not even Kenyans. Kenyans are known Kenyans because of this. This is vast. That is why you see hapa saa 12 ya jioni kiteremshwa na president alikuwa anapita, atasimamisha gari zake asimame straight. Mungu itamuke. Ikiteremka ndio itaenda. So who is powerful? Is it the president or the flag? The flag. President flag ikipanda lazima kila mtu mpaka president. Unataka dakika attention. Nasikia nasema because this is the altar of the nation. Kwa hivyo Raila na Ruto wakiweza kupigana na watu wakiweza kufanya maandamano na Mugike zikikuja na mimi ikikuja Kenya inasige zikikuja na magonjwa ikikuja, don't address magonjwa, don't address Ruto, don't address Raila, don't address ile shida iko kuja kwa mwenye nchi ndio huyu. Mwambie wewe tumekataa magonjwa. Umesikia? Tumekataa umaskini Kenya. Tumekataa kusumbuliwa na mapresident. Tumekataa kusumbuliwa na mahoka. Speak to your flag and the flag will respond. Amen. Because this is the order. Amen. Of this nation. Hii ndio imeshika Kenya.
Wakati constitution ilikuwa promulgated. Promulgated. Kibaki alisema promulgated. Wewe unasema promulgated na wewe ni Wanyeri ama ni wa Kiambu? Wewe ni Wanyeri ama ni wa Kiambu? Ndio tujali. Usijali wewe ni wapi kwa Murang'a sivyo? Wewe ni wa Kiambu. Mwani Murang'a. Unajua watu wa Kiambu. Wewe ni Wanyeri. Wewe ni Wanyeri na wewe ni Kiambu. Wewe ni Kiambu. Wewe ni wa Murang'a hapa. Mtu wa Murang'a ni yule. Sio wa Murang'a. Lakini ni wa Murang'a. Murang'a tunaitanga majani chai na Kikuyu. Majani chai mention ya Kikuyu. Haraka majani. La Kikuyu. Mashani. Wewe tuingie kwa Nyeri. Nyeri. Mashani mnahitaji la Kikuyu. Mashani. Basi Nyeri. Machani. Na wa Kiambu Masani. Ukienda Nyeri t-shirt ama t-shirt. Tutakula mawajio na mawajiko. Hao tu wa Nyeri. Unajua watu wa Nyeri, hiyo ndio I'm still in the altar of prayer. Watu wa Nyeri na watu wa Kiambu na watu wa Murang'a, they are different. They are not all Kikuyus. The only people Kikuyu come from Murang'a. The rest hawa wa Kiambu ni Masai. Na watu wa Nyeri ni wa Madi wale kutoka Madi wanaitwa nini? Masaburu na wa Masai upadio. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, they are not pure Kikuyus. The only pure Kikuyu comes from Murang'a. Hawa Kiambu ni mutukaniwa Maathai na Gikuyu bera wa Maathai makuashi ni. Ukienda Kiambu utakuta wakina Nyokafi na kina Nyoriai, hao ndio utapata huko. Kwa sababu ni wale wa Masai kwanza walikuwa wanashikwa. Ndio sikia Kiambu si jina ya Kikuyu, ni jina ya Kimasai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyeri si jina ya Kikuyu, ni jina ya Kimasai. Na jina ya Murang'a ni jina ilitokana na vitu viwili. Si jina ni jina ya Kikuyu ambayo imetokana na vitu ngapi? Imetokana na Mukuki na yule alidugilia. Ile kule kudugilia, ile action ya kudugilia. Walioweza Dr. Lugard mwenye aliuza huyu Kakulu sijui kule Karoli wa kule. Huyu alirudi kuja kushika hapa Karoli. Huyo Karoli wa kule ndio aliuza wa Kikuyu kwa mzungu. Kawani. Aise. Bye. Tuonane siku nyingine. Umekasirika? Kwani ni sawa? Sawa, enda tu. Salimia tu kwenu. Sasa Karoli wa kule akauza wa Kikuyu kwa mzungu. Aliuza shamba, the rights za Mkikuyu. Akaambia vijana wake wabebe mkuki. Mahali watatuka hivi iende na ishike vizuri. Hali moro itimo ne moro. Hali moro okuikira urume na ndio jina mora na ni moro na jina ya Kibii, jina pili za nini? Za Kikuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Therefore, that was at the altar of sacrificing your own tribesmen and handing them over to the enemy. Na hapo ndio utawala wa mzungu ulianza kwa Wakikuyu. So what I'm teaching you is that there is power at the altar of prayer. And that is why you need an altar. Because at the altar you make decisions. At the altar you make covenants. At the altar you make promulgations. At the altar you make decisions. At the altar you command. It is from the altar that you command. It's not from salvation that I am saved, I am a Christian. Your Christianity will not command if it is not guided or powered by the altar.
The people who win battles, they win battles because they have an altar. The people who conquer forces, they conquer because of the altar. When the army is going for battlefront, they carry the flag of Kenya and the flag of the army. And this flag of the army, kuna moja ambayo inakuwa ni altar, the flag of the army. For those who observe army things, there is a flag. Ikipita kwa barabara, kila mtu asimame kama imebebwa na jeshi. Na president akikuta wakati anakogoa kwa lili ya heshima, apitagi nyumba yake, lazima aende mpaka mahali apite mbele yake ya hiyo flag, ainamie hivi. That's a God. It is the army. Ni bendera moja tu na iko kwa army, na inatokanga during occasions ama wakati there is a declaration of war, because that is the altar that will guide battlefield. Vita vitapiganwaje. It is worshipped by all army. It is respected by the entire nation. When it is passing, everything must stop. Ele wagalia, Ruto anaenda wapi? Anaenda hapo, Saudi sio? Utaangalia ile bendera, utaona imesimama hapo mbele na askari mmoja kwa garedi ya heshima. Hiyo bendera ya jeshi. Utaona Ruto atazunguka hivi, akuje mpaka kwa hiyo bendera aina hivi. You're the altar ya army. And that is where they derive their authority from. Therefore, it is wonderful. And that is what you call the altar. That's why you need to build an altar of prayer. Without an altar of prayer, my dear, utahangaika dunia hii. Those people that have won battles, spiritual battles, because they have altars. Muslim have wameshinda Mkristo because they never abandon their altar. Mahali popote Muislamu anaenda na mkeka na hana haibu. Mahali popote, iwe ni kwa barabara, iwe ni kwa soko, iwe ni state house, mahali popote ako, iwe ni ndani ya supermarket, atatandika kama mkeka na ataabudu Mungu wake, because that is the altar anaitisha spiritual powers from. You must have an altar. Kwa nyumba, tengeneza kasehemu kadogo, weka mkeka. Katakaze, ukafanye the altar of prayer in your house. Make your body the altar of prayer. Make whatever you do the altar of prayer. Wherever you go, make it an altar of prayer. Make this will see. You have to beautify the altar of prayer. You have to make it nice. You have to make it holy. Hapa si kila mtu anafaa kusimama makukanyaga. Naonaga hawa watu wa kuiba, kila mtu kwa hapa amekuja hapa. Hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa. Hapa kunaweza kuwaka moto ichome wewe. Umesikia? Siku nyingine sikuja kusimama hapa. Kaa huko kwenu, ndio kwa maana mnaona presentation mmetengenezwa mahali yenu. Mkae huko. Kuibisa ibisanga huko. Hata ukienda kwa Catholic, hakuna mtu anakubalishwa ukanyaga altar. Ni baya. Unaweza kuwa nimelala hapa nikiobea nikiakisha moto. Alafu na wewe umelala ukiimba wimbo na hiyo wimbo ingine. Sasa hiyo takataka yote uilete hapa. Utasikia imekulipua. Ubedilio hapa, mtu wote mchafu asikanyage hapa. Mtu wote anafanya usherati asikanyage hapa. Mtu wote anafanya hivi asikanyage hapa. Na wewe ukuje utasikia mwi. Anaanza kuona mtu anatembea hivi. Na shida ni nini? Kumbe alikanyaga moto. Kwa hivyo hapa si, unasikia vita? Hapa si mahali pa kukuja na hizo vitu zako. Labda huko kwa period zako, period za tomo. Period za miaka huko zikala huko. Period zako hapa ni normal, period ni normal. Uko nazo, hatukatai, because it is not our creation and it's not a fault for you to have them, but don't bring them here. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukizileta hapa sitakuletea madhara. Utasikia kuna kaswede na kuna mahali ulileta na mwanaume. Kwa sababu itakugoka. Hii ni madhabahu. There is power here. There is authority here. So only one person who has been allowed, mwenye amekubalishwa, ametakasika, ndio anakubalishwa kukanyaga madhabahu. Ndio ndio Wakorintho wakati walikuwa naingia kwenye nyumba ile inaitwa Garo. Walikuwa wale wa zamani, sio cha siku hizi wanafuka kileba kona. Wale walikuwa wanafuka kileba msuri, walikuwa wanafukwa kaba akiingia Garo. Akienda kutafuta Mungu anafuka na kaba, kwa sababu anaweza kwenda kufia huko ndani, wanavuruta yeye. Haiko ikiwa na mtu hivi. Ukikuta kila mtu anafanya kila wewe amelia. Unakuta watu wanasema
sitaingia kwa sababu wanajijua. Ndio maana madhabahu ilikuwa inaakishwa moto, ndio ikae ikiwa moto, ndio kila mtu aogope. So not all people walikuwa wanaingia kwa gharu, ni mtu anajua kona ndio na washuke. Na hii madhabahu ndio itakuwa. Hii madhabahu yetu hivi ndio itakuwa. Hata mimi nikisikia niko na kakitu kanyama sitakuwa nikanyaga hapa. Ninauliza aje sinda hia nate. Una period. Didi. Eta umefanya maneno hapana. Asiende huko. Yes. Si unatoka sasa hivi kutoka kwa mzimejaa kwa mfuko, unakuja na kama una weka kodo hapa wakati ulitumia. Sasa na hadi kajibulika hapo. Na umesahau, umeshikwa na roho. Umesahau, unatoa bendera hii pepe. Sasa ikipepea unampiu inachomoka inakukia mzee kabisa mauzo. Ndio watu wanasema anointing imeteremka kumbe si anointing. Madhabahu lazima iheshimike. Madhabahu lazima ikuwe ni kitu halali. Na madhabahu lazima ikuwe hai. Kama madhabahu yenu haiko na mambo kama hiyo inazungumziwa, naona mama anataja kitu nasema ndio kanisa. Hebu tuwe kanisa nataka tuhujetie kwa review ya leo kuja. Usikwenda mtakataka wapo hapa kuja hapa. Lazima ukuwe nadhifu, ukuwe smart in heart, clean. Ukuwe smart na clean. Hauna muku, hauna kitu cha kushukeo. You are clean. Ndio utakubalishwa kusimama hapa. Bwana sifa sana. Hata hizi microphone hazifai kushikashikwa hivyo. Inashikwa na mtu mwenye anaelewa. Mtu mwenye yuko msafi. Hizi zinaopewa kwa. Sio kama gari unaopeanga hizi vitu. Ama ukawa na kule, Mungu tikule. Mungu tikuma inaama kwa to. Wanakoma inaama kwa to, ndio utaka hula. Yes, hata kwa waganga wanamwagilia hiyo vitu, wanadhangura. Sio yule wakati tulimwambia afanye hiyo kitu, akafanya akafikiria akafanya. Akajipaka kitu ya white hiyo udhangura. Hiyo kwenda hasa. Ila leta waya, akafanya hasa. Akana jicho, hiyo the eye. Ile jicho ya primacy. Akaangalia hivi, akamwambia rusha sasa bongo zako. Akarusha. Akaniambia nishiae. Jikata kwa maana ziko kwenye madhabahu ya ina ushuke. All of us lazima, that's why you need a spiritual power, a spiritual authority that is above you. Amen. Ndio aendelee kukusaidia. Hata naye pia kuna mahali anataka deliverance. Sio leo msifikirie anataka kuna mahali anatoaka tairi. Tukimimi nikipeleka tairi kwake na yeye atakwenda baba yake akiwa anapelekea tairi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. How many of you are blessed? How many of you have understood the power of the altar of prayer? That without the altar of prayer, it doesn't matter who you are, you will still be destroyed. Raise the altar of prayer. Raise the altar. Wale wanaenda kwa Freemason, they sacrifice a lot. Wale wamekuwa waganga, they raise an altar of prayer. Wale ambao wanakuroga, they sustain their altar. Sustain the altar. Make it so powerful that nobody can be able to terminate. This is why I want us for the next 21 days tutakuwa hapa. I want you to sacrifice. Jessica, usacrifice kabisa. Kila mtu hapa. Tuende for 21. This is our third day. Is it clear? Second. Tuende every day tuwe hapa usiku, every morning tukue hapa, lunch time tukue hapa, evening tukue hapa, tuombe mpaka to make sure our time. Sio kufast, you don't need to fast. But if you want to fast, you can fast. But we maintain. Mwisiki wewe ndio utakuwa ukiongoza kila siku. Sasa babia mama kumeruka for the 21 days. Utakuwa kile nyumbani, lakini sasa tunakuja saa 12 saa 12 tukitoka kazini jioni, tunasukuma mpaka saa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alafu tunaenda nyumbani.
Asubuhi tukiweza wale wanaamuka kama kina Waruinge papa, unaamuka mapema, sio kulala kule. Nasikia mnalala kama watu wako jela na mko wengi sana, kabla baka buju amehama kutoka kwake, sasa rudi kule. Ni vizuri tu, lakini sasa kule nyumba itafika ukitoka huko saa 12 hapa, kabla wewe unaingia klasi saa 12 unakuja hapa kwanza, unachapa maombi, unachapa wimbo. Ikifika saa 1 kamili kwenda kwa kazi yako, na naona vile tutakuwa tumeanza watu na kisha moto. Kina Ali wako hapa, mnahakisha moto kabisa for the next 21 days, and you will see what God will do. Amen. Kenya will be changed from here. The presidency will be changed from here. The authority will be changed. Na mali maisha yako wewe, you not need anybody to pray for you, but God will do it. God will bless you. Bethel Clouds TV, empowering lives.